Habari zenu wa Tanzania. So video hii ni kwa ajili ya chama cha Chadema, au niseme viongozi wa Chadema. Niliona ile interview ya Heche juzi akiongea kwamba sisi wamwachie kwanza mwenyekiti wetu then tutaongea nao. Hiki kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, ukweli, haki na uwajibikaji, Watanzania wenzangu, ni ubatili na dharau kubwa kwa Watanzania kuyaita maridhiano sasa, katika mazingira ambapo serikali iliamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wadau wa demokrasia juu ya hitaji ya nchi kuhusu mabadiliko, yani reforms ya mifumo ya uchaguzi. Ni wazi kabisa hakuna maridhiano bila haki na hakuna haki bila uwajibikaji. Maridhiano yanapogeuzwa kuwa wito wa kusema songa mbele, badala ya kuamua kwa makusudi kuwapuuza wananchi juu ya madai ya msingi walioyatoa na tahadhari walizozitoa awali, na matokeo yake serikali na vyombo vyake vya dola vikaunajisi uchaguzi na kujitangazia matokeo batili kwa makusudi, kufanya uhalifu wa kisiasa uliopelekea mauaji ya raia na uharibifu wa mali. Wito huo wa maridhiano ni wa kupumbaza na hauna ukweli nyuma yake. Maridhiano bila kukiri makosa na kuwajibisha waliotenda makosa, hapo maridhiano hugeuka kuwa aina ya ukandamizaji wa kumbukumbu wa mambo yaliyotokea. Watu wameuawa kwa maelfu, watu wamekuwa vilema, wamesingiziwa kesi za uongo, za uhaini. Taifa linaomboleza kwa machozi ambayo mpaka leo hayajakoma. Kama chama tulishauri kuwa ni vyema familia za wote waliouawa na kupata vilema zipewe fidia kama sehemu ya kuonesha kujali utu wa mtu, lakini watawala dhalimu wamepuzia. Halafu leo unaita maridhiano. Tunafahamu haki si kulipiza kisasi. Haki ni kurejesha utu wa waathirika na imani ya wananchi katika taasisi za dola. Bila uwajibikaji wa waliohusika, iwe ni kupitia vyombo vya haki, tume huru za ukweli au marekebisho ya taasisi, maridhiano hubaki kuwa kauli ya kisiasa, si mkataba wa kijamii. Chadema tunaendelea kuomboleza nanyi wa Tanzania katika huzuni tuliopitia wote, na tutaendelea kuwapa faraja na matumaini kuwa iko siku itafika, hakika kila uovu, ukatili na hila itawajibishwa na haki kwa haki, na taifa litafikia kilele cha furaha na maendeleo ambayo tunayasubiri kwa muda mrefu sana. Chadema, chama chenu, hakitakuwa tayari kwa maridhiano yenye kupumbaza, kuhadaa, yenye ulaghai na yenye kuondoa taifa kwenye ukweli na haki. Kamwe hatutawasaliti wa Tanzania. Maridhiano. Sikutaka kuongea because sitaki kuwaingilia Chadema kwenye siasa zao, kwenye uongozi wao. Iko ni chama chao, they can do whatever. Sisi ni wananchi, tunawasupport tu. Tunawasupport kwa sababu tunawahitaji tusaidie kudai haki. Lakini inabidi pia tuweze kuambia pale tunapoona kwamba labda hawaelekei sehemu sawa. Nilichokinoti sasa hivi Chadema kama wako desperate kwamba Lissu atoke ndani kwa cost yoyote, hata kwa cost ya wananchi kupata haki, whatever it is. Inabidi Chadema waelewe Watanzania walikufa 29, walipoteza maisha yao, waliingia barabarani, wakapigwa risasi, wakafa. Hawakufanya vile kwa sababu ya Lissu kutoka ndani. Tunampenda Lissu, tunampenda sana ndugu yetu, na anastahili kwa nje apambane. Lakini maandamano yalifanyika Watanzania wakiwa wanadai haki ya uwezo
wa kuweza kuchagua vyama vyao, viongozi wao. Waliandamana kwa sababu ya ufisadi wa kihistoria uliopo ambao umeathiri maisha yao vibaya sana. Wana maisha magumu. So waliandamana kwa ajili ya ufisadi, waliandamana kwa ajili ya kudai haki. Hawakuandamana ili Chadema iruhusiwe kufanya siasa au nini. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunapoona kwamba Chadema wao wanachokitaka ili kufanya maridhiano ni Lissu kutoka ndani, wanaanza kutuumiza. Maridhiano na CCM. Maridhiano na muuaji Samia hayatakiwi hata dakika moja kwamba standard ya Chadema ni Lissu kutoka ndani. Kwanza hiyo ni insult kwa Watanzania walioandamana, kwamba mnasema tutakaa nao kama Lissu akitoka ndani. Hata Lissu pia amesema nikitoka wanitoe kwanza nitaongea nao. That's not correct. Okay. Inabidi Chadema, you have to understand kwamba CCM wanawachezea akili. Wanawachezea akili, wana buy time mpaka 2030. Wana buy time wapunguze hii temperature ya maandamano, temperature ya political temperature iliyoko Tanzania. Wanajaribu kuishusha. Na nyinyi almost like mnakaribia kuwasaidia. Mkishakaa nao mezani, temperature yote ya kudai haki imeisha. Kila Mtanzania itabidi asubiri 2030. Mkishakaa nao mezani. Je, solution ni kutokukaa nao mezani kabisa? Solution ni kutofanya maongezi yote na CCM? Hapana, hiyo sio solution pia. At the end of the day, no matter what, ni lazima kuwa kuna maongezi fulani lazima yafanyike na hao wauaji. Lakini haitakiwi kuwapa kigezo kama hicho cha Lissu kuachiwa au nyinyi kufanya siasa. No. Kigezo, ningekuwa mimi kiongozi, mimi sio kiongozi wa Chadema. Ningekuwa mimi kiongozi wa Chadema, kukaa kwangu chini na CCM, kukaa kwangu chini na Samia Suluhu, ingehitaji kitu kimoja kwanza kifanyike. La sivyo twende tunavyoenda. Kitu hicho ni angalau bunge livunjwe, lirudishwe kwenye uchaguzi. Bunge lirudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi wa Tanzania angalau wapate some kind of win kwenye vile vifo. Angalau watoto walokufa vifo vyao vilete haki ya maana kwenye nchi kabla upinzani hamjakaa na CCM. Huyo mama ana uwezo wa kuvunja hilo bunge likarudi kwenye uchaguzi ili angalau wananchi mioyo yao itulie mpaka 2030. Angalau bunge hiyo ndio inatakiwa kuwa standard ya Chadema. Tutaongea na nyinyi kama mtavunja bunge lirudi kwenye uchaguzi, ndio tutajua kweli mnamaanisha kuipeleka nchi kwenye haki. Na sio mkanao hapo kwa mtaka nao maneno wataambieni katiba mpya, watawachezea kama Kikwete alivyowachezea. Tunaomba msituangushe. Tunawahitaji, but don't let us down. Msituangushe. Please, tunaombeni temperature ibaki. Temperature, mkishakaa na Samia, mmemlegitimize, pressure yote imeshuka, hakuna kitakachofanyika sasa hivi. Mtakaa tu mnaongea kwa siasa, CCM bado ameshikilia nchi, 2030 afanyie kile. CCM lazima wawaoneshe good faith kwamba haki inakuja, na hiyo good faith ni lazima bunge lirudi kwenye uchaguzi. Hiyo ndio inakuwa